Bwana, katika ndondi Tanzania tunamjua Mwakinyo aliweza kwenda kushiriki kule mapigano. Sasa nikwambie kitu kimoja, bondia mahiri wa ngumi za kulipo nchini Tanzania Hassan Mwakinyo hatimaye amevunja ukimya kufuatiwa kupoteza pambano lake dhidi ya Michael Solo katika pambano lililomalizika kwa matokeo ya technical knockout au TKO katika raundi ya 9, huku akionyesha uungwana mkubwa kwa mashabiki wake ambao walikuwa wana matumaini makubwa ya ushindi. Mwakinyo kupitia ujumbe mzito na wenye hisia aliouchapisha katika ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa Instagram, bondia huyo amewapa pole na kuomba radhi mashabiki wake wote pamoja na Watanzania kwa ujumla walioumizwa na matokeo hayo yasiyotarajiwa, akisisitiza kuwa hataki kutoa visingizio vyovyote kuhusu kushindwa kwake ulingoni katika pambano hilo gumu. Mwakinyo amebainisha wazi kuwa jambo lilomuumiza zaidi katika sakata hilo ni matokeo ya kupoteza pambano kwa maana ya kuangushwa na mpinzani wake, bali ni kushindwa kuonesha kiwango chake halisi cha ufundi, uwezo wake na wakupambana ulingoni kutokana na hali ya udhaifu wa kiafya na kiufundi aliyokuwa nayo wakati wa pambano hilo muhimu. Ameeleza kuwa kwa kina kuwa alikabiliana na mpinzani mgumu na mwenye uzoefu mkubwa na alijitahidi kuweka juhudi za kutosha katika mazoezi yake ya awali, lakini kwa bahati mbaya aliingia ulingoni akiwa dhaifu na mwepesi kuliko kawaida, hadi iliyochangia kwa kiasi kikubwa kushindwa kuonyesha uwezo wake wa kawaida wa kiufundi na kiushindani katika kila raundi ya mchezo huo. Katika ufafanuzi wake, bondia huyo amesema ameyapokea matokeo hayo kama sehemu ya mchezo wa mafundisho muhimu katika safari yake ya undondi, huku akiahidi kuendelea kujifunza kwa umakini mkubwa kutoka kwa makosa hayo ili aweze kurejea ulingoni akiwa imara zaidi, tayari kwa ajili ya changamoto mpya na kuendelea vyema heshima ya taifa katika michezo ya kimataifa. Ujumbe huo wa Mwakinyo umepokelewa kwa hisia tofauti na wadau wa michezo, huku wengine wakimpa moyo na kumuunga mkono kutokana na ujasiri wake wa kuwajibika na kuendeleza hali halisi iliyotokea ulingoni, kwani katika mchezo wowote wa ushindani kupoteza na kushinda ni jambo la kawaida ambalo kila mwanamichezo lazima ajifunze kuishi nalo. Mwakinyo anaendelea kubaki kuwa moja ya nembo kubwa za ngumi nchini Tanzania na mashabiki wake wengi wameonyesha utayari wa kuendelea kumuunga mkono katika hatua zake za baadaye, wakiamini kuwa kipaji chake bado ni kikubwa na kina nafasi ya kuendelea kung'ala katika medani za kimataifa licha ya changamoto za kimaumbile na kiufundi alizokutana nazo katika pambano lake la hivi karibuni. Ni dhahiri kuwa bondia huyo ametumia busara kubwa kuonesha ukomavu katika taaluma yake, na hatua hii ya kuweka mambo hadharani imemsaidia kupunguza minong'ono mingi ambayo ilikuwa imeanza kuenea miongoni mwa mashabiki wa ngumi nchini na kimataifa, hususan kwa kiwango chake katika pambano hilo dhidi ya Solo. Kwa sasa mashabiki wanasubiri kuona hatua za kiufundi zitakazochukuliwa, ikiwa ni pamoja na kufanya maboresho katika maandalizi yake ya kimwili na kiufundi ili kuhakikisha kuwa katika pambano lake lijalo anarejea kwa kishindo kikubwa na kurejesha matumaini ya wapenzi wengi wa ngumi ambao wana imani kubwa na uwezo wake wa kuipeperusha bendera ya nchi katika kila ulingo anapoenda. Ni matumaini ya wengi kuwa Mwakinyo atajipanga vyema zaidi na kuondokana na changamoto zilizomkwamisha safari hii, kuendelea kuandika historia nzuri katika michezo ya ngumi, kuthibitisha ubora wake uliomfanya awe nguzo muhimu na gumzo kila kona ya nchi na nje ya mipaka ya Tanzania, kutokana na umahiri wake aliopata wa kupambana na mabondia